pikipiki zilikuja 3. Pikipiki 2 zilikuja kwa nyuma ya boma, moja ilikuja kwa mbele ya boma. Hizo pikipiki zilikuwa zimebeba watu 2 kila pikipiki. Walipofika nikawaambia karibuni, hapa ni kwangu. Wakajitambulisha kwao, wao ni maafisa wa polisi. Mmoja anaitwa Sigei, mwingine nimemsahau jina lake, ni mtu wa kutoka Ugenya. Na wakajitambulisha hivyo mpaka wakamalizika. Na wengine wa kutoka Mawego walikuwa wamechanganyikana. Sasa wakasema umekuja huyo kijana wako ambaye ameketi hapo chini ya jiwe, maana walikuwa wamekaa kwa jiwe hapo nje ya nyumba wanakula mboga. Hata hiyo mboga hakula ya kutosha. Hata wakawa wanacheka hapo nje kwamba kwani tumekuja na pingu, mtu hawezi kula. Hakula. Wakamchukua wakamweka pingu. Nikauliza kwani amekosea nini? Wao wakasema ya kwamba kuna boss wake, kijana wangu amemtusi vibaya sana katika Twitter, walitamka X. Sasa nikauliza ni boss gani? Wakasema huyo bwana Segei akaniambia kwamba mzee, usiongee maneno mengi, wewe tufate police station Mawego. Nikashika njia, maana wamemweka katikati, mmoja mbele, mmoja nyuma, yeye amekaa katikati. Mimi nikachukua pikipiki pamoja na kaka yangu yule ambao tulikuwa tunakula pamoja, hata sikuosha mikono. Tukashika njia, hata kuko kula sikumaliza kula. Tukafuata huko Mawego. Tulipofika huko tukampata Madam Moses pamoja na wao akiwa anaojiwa hapo. Na wao wakasema kwamba huyu kijana wamekuwa wamemtafuta, kuna mwingine wamemshika kutoka Kisii na wanaharibu jina ya bosi wao kwamba ni mfisadi. Sasa tunaenda naye Nairobi, na jambo ambalo wangeshauri ni kwamba mimi nifuate kijana wangu. Sasa nikaanza kushauriana na nikapeleka ujumbe kwa babu yao yuko na nyanya yao. Tukaanza kushauriana kama boma kwa sababu ameenda. Tukafikiana kwamba mimi nipande gari usiku. Sasa wakati wako katikati ya barabara wanakuja, nikamuuliza, "Je, uko sawa?" Kaniambia wanakuja wako barabarani. Kamwambia, "Wewe jitie moyo, mimi tayari ninapanda gari." Nilipata gari ya saa 3. Hapo saa 3 niliongea naye nikamwambia mimi napanda gari naja. Akaniambia, "Hebu waambie afisa wa polisi kama unaweza kuwasiliana na wao ya kwamba wasiniweke mahali ambapo nitakosa hewa ya kupumua. Maana unajua shida yangu, mimi niko na shida ya asthma." Nikamwambia nitajaribu. Nikajaribu kumpigia simu yule aliyenipatia simu, hakunijibu. Sasa namba ya yule mwingine anaitwa Sigei sikupata. Ikabidi niwasiliane na mwenzangu ambaye bibi yake ambaye alichukua namba ya Sigei. Nikamwambia hebu nipe namba ya Sigei niongee naye ili niweze kuwasiliana naye hapo usiku. Nikapiga simu, haikupokelewa. Nilifika hapa Nairobi saa 10:24 alfajiri. Kufika pale mahali nikangoja kuche ili niweze kutembea kuja huku. Nilipofika hapa, kulipokucha nikafika hapa. Saa 1 ilinipata mimi niko hapa. Nikajitambulisha kwa OB. Nikauliza, nikaomba kutaka kumwona kijana wangu asubuhi. Wao yule afisa niliyempata pale akaniambia kwamba wewe subiri kidogo, bado watu wanahesabiwa. Baada ya kuhesabiwa utahudumiwa. Kaa tu hapo. Nikakaa, baada ya kama nusu saa tena narudi na hamjamaliza. Akaniambia mzee subiri utahudumiwa. Baada ya nusu saa ilikuwa sasa ni saa nzima. Nikarudi tena.
Kuuliza sasa mimi tokea masaa hayo mpaka saa 2 inaelekea na nusu. Sasa mkubwa akatoka huko ndani na sikumfahamu, maana yeye ndiye amenipatia mwelekeo. Ananiambia kwamba bado tunashughulikia hesabu za watu hapa ndani na kufanya usafi. Wewe rudi ukakunywe chai. Alafu utarudi muda wa kama saa 4. Ukija basi tutakutolea mtoto wako umuone. Basi nikarudi huko. Niliporudi huko kakaa kule saa 4, nikarudi hata siku kula huko. Nilikuwa nahisi wasiwasi sababu sijamuona. Nimekuja asubuhi naelekea saa 4, sijamuona. Tokea hiyo jana siku ula mpaka saa hii. Habari nilizopokea baada ya kuingia hapo saa 4 na nafikiri kama dakika 10 ni kuja kuitwa na chaplain wa hii station. Nikaona wale walioshika mtoto wangu, watu 3. Mmoja mfupi hivi kidogo brown, sikumfahamu jina. Sikumuona hapo. Hata yule mtu wa kutoka Ugenya sikumuona, yule Mjaluo. Bas huyo chaplain akaniambia tupande hapo kwa OCS. Nilipofika hapo kwa OCS akasema kuna mkubwa wake hawezi kuzungumza habari ya mtoto wangu. Nikawa na wasiwasi, kwani huyo mtoto amefanya nini? Ameua mtu ama amemuibia nani? Ameiba benki? Hata niende kwa OCPD siwezi kuelezewa hapa kwa nini kwa desk shida ambayo imetokea. Nikapiga moyo konde, nikasema wacha nipande niende kwa OCPD. Tukaenda huko. Tulipofika huko nikaelezewa na OCPD ya kwamba habari ambayo iko, kwanza tuliomba baada ya maombi, kaniambia habari ambayo iko si nzuri sana. Baada ya kutambulishana, habari ambayo iko si nzuri sana. Na hapo nikashtuka, maana wakati walipokuwa wanatoka na huyo kijana nyumbani, nilimwambia siku hizi watoto vijana wanauawa. Na jinsi mlivyojitambulisha kwamba nyinyi ni maofisa wa polisi, mimi namfuata nyuma. Sina uwezo wa kupanda hii gari, lakini nitakuja na gari ambayo inaweza kuniruhusu mimi nifike Nairobi. Ndio nilipanda usiku saa 3. Ndio hayo nimekuta. Nimeambiwa kwamba habari si nzuri. Mtoto wako alijigonga kwenye ukuta na yeye commit suicide. Sijui kama ni kujitia kitanzi ndani ya room. Akajaribu kunielezea kwamba huyu mtoto alikuwa amewekwa kwenye room ya peke yake. Nikajiuliza swali, kwani huyu mtoto anawekwa kwa room ya peke yake? Kwani yeye anaangusha nyumba kwa mabomu? Amefanya nini? Mtoto awekwe kwa room peke yake na kuna wenzake wameshikwa pale. Kwa nini asiwekwe na wenzake? Kwa nini awe peke yake kwa room ya peke yake? Ninasikitika. Mtoto wangu ni mtoto mmoja. Hakuna msichana, hakuna mvulana hata nyuma yake. Nimeteseka na huyo mtoto huko Pwani nikiwa kwa Kware ya Timbo miaka 20. Ili mtoto akapokea shahada ya degree hapo Pwani University. Nilikuwa napiga moyo konde nikisema kwamba hata ikiwa mimi nateseka na mavumbi, mtoto wangu afadhali asome, atakuja kunisaidia katika maisha ya usoni. Miaka yangu imeenda. Sasa kitambo nimfuge mtoto mpaka amalize, nitapata wapi? Alifanya nini mtoto wangu hata uawe kiasi hicho?